Namshukuru Mungu ambaye amenipa nafasi ili siku ya leo nami nipate kibali cha kusimama katika madhabahu hii. Mchungaji, Mungu akubariki. Lakini naomba Mungu Roho Mtakatifu anisaidie kile ambacho atanipa cha kusema. Unaweza kusema ni swali moja, lakini watu kama hawajakuelewa hawezi kuelewa. Unaweza ukasema dakika 5, dakika 10 kama lile kusudi Mungu amelikusudia kufika kwa watu, naamini watu wanaweza kupokea. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi hii. Nilikuwa nawaambia, hata nilimwambia mtumishi wa Mungu jana, namwambia naomba niombee. Naenda kwenye kanisa ambalo ni kubwa. Unajua hatuhitaji kujisalama. Nikamwambia mtumishi wa Mungu, tulipomaliza tumeingia kwenye maombi, nikapiga magoti mahali pale chini. Akasema wamama kule Sinza. Akasema Sinza kule, mimi nasikia yeye ametoka Mwanza. Nasikia, namwambia Sinza kule mjini. Ndio naenda kusimama siku ya kesho. Naomba uniombee ili Mungu akanitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Namshukuru Mungu kwa nafasi, nashukuru kwa ajili ya kunialika, lakini zaidi namshukuru Mungu kwa kibali. Zaidi nataka kujitambulisha jina langu. Kwa majina naitwa Betha Mwaisemba. Mimi ni mama mchungaji. Tunachunga kanisa, tuko mahali pale Vingunguti, na mimi wengi hapa wananifahamu na mimi nawafahamu. Labda vijana wale wengine wadogo ndio siwajui, lakini wengi wananifahamu. Bwana asifiwe sana. Lakini zaidi Mungu amenipa kibali, amenipa neema. Unajua Mungu kuna wakati anatustahilisha pengine ambapo hatukustahili. Mungu amenipa nafasi ya kusimama mbele ya wanawake jimbo la Dar es Salaam kuwa mwenyekiti wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Nawashukuru wanawake wa Sinza, mmekuwa ni watu wazuri sana. Hata tunapowadai michango, nyie mmekuwa ni waaminifu sana mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nashukuru kwa ajili ya mama Tanzania, sisi tunamheshimu sana. Kama nyie mnamuona kama ni mtu wa kawaida, kwa sababu unajua nabii aheshimiki nyumbani kwao. Nyie kama mnamuona ni mtu wa kawaida, sisi huyo hatumuoni mtu wa kawaida. Kwa sababu huyu ni chombo cha Bwana, amechaguliwa na Mungu, tunamuona ni mtu ambaye yuko juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngoja niwaambie, kama mlikuwa watu ambao walikuwa namuona kama ni mtu wa kawaida, anzeni kumuona kama sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Ngoja nisichukue maneno mengi sana, niende kwenye kusudi. Mpaka nilikuwa nasema, Mungu nitazungumza nini? Mbona kama wanawake wamesema kila kitu? Najua nyimbo ni ujumbe. Bwana asifiwe sana. Nyimbo ni ujumbe. Kwa hiyo kwaya, vikundi wanapoimba zile nyimbo, tunahitaji kuzisikiliza zaidi na kuzichukua na kuanza kuzitafakari, kwa sababu hawaimbi tu, ndani yake kuna Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndani yake kuna Mungu. Sasa nikasema wanawake wameimba wimbo wa kwanza, naona kama wameshamaliza mahubiri. Wimbo wa pili wamemaliza mahubiri. Nikasema ngoja na mimi nichukue dakika chache nisimame niseme pengine hata kile walichokisema kupitia uimbaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo ni siku ya ajabu Tanzania nzima. Kwa wale wanaoitambua, ni siku ya pekee. Siku ya leo ni siku ya mwanamke mbaptisti, lakini mwanamke wa kusudi ambaye anatenda tendo jema. Hiyo ndio ilikuwa nani yetu ya mwaka huu kweli. Mwanamke anayetenda tendo jema. Lakini na mimi nikasema huyu mwanamke anayetenda tendo jema, mwanamke wa kusudi, ili apate kutenda tendo jema, anahitaji awe ni mwanamke wa namna gani? Nikasema mwanamke, simama katika nafasi yako katika utumishi. Bwana asifiwe sana. Hilo ndio somo ambalo tutaenda nalo kwa muda mchache, kwa dakika hizi ambazo Mungu ametupatia. Mwanamke, simama katika nafasi yako katika utumishi. Nilikuwa najitafakari,
Mbona tunaenda kuongea na wanaume? Tunaenda kuongea na wanaume, si wanawake wote. Lakini ninachotaka kusema, kila mtu aliyeitwa na Mungu, Mungu amemwita kwa kusudi. Unajua tumeumbwa kwa kusudi, au mwanaume au mwanamke, haijalishi umetoka kwenye familia namna gani, lakini madam Mungu alikuumba yeye, zaidi wewe Mungu ana makusudi na wewe. Bwana asifiwe sana. Ni kwamba wewe umeumbwa kwa kusudi. Bwana asifiwe sana. Wala si bahati mbaya. Mwanaume hajaumbwa kwa bahati mbaya, mwanamke hajaumbwa kwa bahati mbaya. Kwa hiyo sisi wote tumeumbwa kwa kusudi. Ndio maana pengine tuko mahali hapa. Zaidi Mungu ametuumba ili tupate kumtumikia, tupate kumwabudu yeye peke yake. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanamke, simama katika nafasi yako katika utumishi. Maana ya nafasi ni nini? Maana ya nafasi ni nini? Nafasi ni eneo ambalo mtu amepewa, au tunaweza tukasema ni fursa au ni cheo ambacho mtu aliyepewa yuko hapo anaendelea kukitumikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Nimezoea watu wa Vinguti wanapenda kusema amen. Sijui, unajua kila sehemu na sehemu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maana ya nafasi ni eneo ambalo mtu amepewa, au tunaweza tukasema maana ya nafasi ni eneo ambalo mtu pengine anafanya kazi, au mahali ambapo anafanyia biashara. Nimesema maana ya nafasi ni fursa. Bwana Yesu asifiwe. Ni fursa au ni cheo ambacho mtu aliyepewa anahitaji kukitumikia hicho cheo. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza juu ya nafasi, hata tukimwangalia baba yetu Adam, unajua Mungu alimweka katika Edeni. Mahali pale ilikuwa ni nafasi ambayo Mungu alihitaji amuone yuko mahali hapo anaendelea kumtumikia, kama ni kumwabudu yeye. Ilikuwa ni nafasi ambayo Mungu alikuwa amemweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ngoja tuende mbele kidogo. Nafasi imebeba nini? Kama tunajua nafasi ni eneo, nafasi labda ni cheo, nafasi ni fursa ambayo mtu anaweza kaitumikia mahali alipo. Mimi mpaka nikawa nasema nafasi, labda tunaweza kusema kwamba hata wokovu tuliokuwa nao Mungu ametupa, hiyo ipo kama nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wengine ambao hawajamjua Mungu, sisi tuko ndani ya wokovu. Hiyo nafasi aliyotupa watu wa Mungu, hii nafasi ya wokovu zaidi kama ni fursa kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Maana wengine pengine hatukustahili. Tukianza kutafakari tulikotoka, ukianza kutafakari katika familia uliyotoka, ukianza kutafakari maisha yenyewe ulikotokea huko, lakini ulipo hivi ulipo unamjua Mungu, unamjua Mungu wa kweli. Mungu anakuheshimisha, amekufanya kuwa hivi ulivyo, maana amekuokoa kwa damu yake ya thamani. Kwa hiyo hiyo nafasi aliyotupa, hiyo ni kama fursa. Ni lazima tusimame tumtumikie Mungu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi imebeba nini? Nafasi imebeba kibali. Nafasi imebeba kibali. Mungu anapokupa nafasi, kumbuka hiyo nafasi aliyokupa, mara nyingi zile nafasi zinabeba kibali. Japo kuna wakati kuna vita ambavyo vinaweza vikainuka. Tuangalie hapo mbele kidogo. Nafasi imebeba kibali. Tukimwangalia hata huyu Yusufu, ukisoma kitabu cha Mwanzo sura 39 mstari wa 21 hadi 23. Tunaposema nafasi imebeba kibali, tunamwona Yusufu tunajua kila mmoja tunajifunza neno la Mungu. Hata leo tumetoka kujifunza Sunday school. Tulikuwa tunatafakari siku ya leo, lakini naamini kila mmoja anajua mchakato Yusufu aliyokuwa ameupitia. Yusufu alipita kwenye mchakato mkubwa sana. Na mpaka nikawa natafakari kwamba ili ufikie kile kibali
Kumbe kuna mchakato ambao unahitaji upitie. Mwingine mchakato unakuwa ni mchakato wa maumivu, mchakato wa kuumizwa. Kwa hiyo tunamwona Yusufu amepita kwenye mchakato. Tunamwona Yusufu anazungumza na ndugu zake, anawaambia juu ya maono aliyoonyeshwa na Mungu, vile atakavyokuwa mkuu sana. Ndugu zake wakamkasirikia sana, ikafika hatua hata anamwambia babake. Baba naye anamshangaa, anasema inakuwaje wewe mtoto, mimi na mama yako tuje tukusujudie wewe, acha kusema hayo maneno. Wakawa nafikiri kama anaongea tu, lakini kumbe Yusufu alikuwa na kibali ndani chake cha kutoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mara tuliposoma Yusufu anapita kwenye mchakato, mara ndugu zake wanamchukua, wanamuuza. Kwanza wakamtumbukiza kwenye shimo, wakamuuza. Walipomuuza kwa Ishmaeli, baadaye anachukuliwa anaenda kuuzwa kwa Potifa. Kwa Potifa mwenyewe yanatokea ya kutokea upande wa mke wake alipomtamani Yusufu, akasema uongo juu ya Yusufu. Yusufu anachukuliwa anapelekwa gerezani. Lakini neno la Mungu mahali tuliposoma linasema kwamba alipofika huko gerezani, Mungu hakumwacha. Bwana asifiwe sana. Hicho kilikuwa ni kibali cha Mungu. Mungu hakumwacha. Kilikuwa ni kibali cha Mungu. Unajua, ukiwa na kibali cha Mungu, mahali popote utakapotembea, iwe ni kwenye maji, Mungu amesema kwamba hayatatugarikisha. Bwana Yesu asifiwe. Anasema maji hayatatugarikisha. Kwanza Yusufu alikuwa ni mwaminifu mbele za Bwana. Kwa hiyo akachukua hatua. Yule mkuu wa gereza alipofika anamwangalia. Unajua, Mungu akikupa kibali, mahali popote utakanyaga. Bwana asifiwe sana. Mahali popote jina lako litaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yusufu jina lake likaonekana, nafasi yake ambayo Mungu aliweka ndani yake. Yusufu akainuliwa mahali hapo. Yule mkuu wa gereza hakuangalia udhaifu au mashtaka aliyoshtakiwa Yusufu, zaidi Yusufu cheo kikapanda. Kwa hiyo zaidi tunachokiona mahali hapa, nafasi imebeba kibali. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi imebeba ushawishi. Mungu, ikiwa wewe ni mwanamke, Mungu amekupendelea. Unajua, wewe ni mwanaume, Mungu amekupendelea. Kwa nafasi imebeba hata ushawishi. Wewe unaweza ukawa una duka lako, unafanya biashara mahali hapo, lakini wateja wanapokuja wewe umenuna, unafikiri unawajibu vibaya. Hiyo Mungu nafasi aliyokupa, amekupendelea mahali hapo na duka unaloliuza, unajua zaidi wateja wanauza kama. Kwa hiyo nafasi imebeba ushawishi. Ukisoma katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 8 hadi 15, mahali hapo tunamkuta mtu mmoja, mwanamke Mshunami. Huyu mwanamke Mshunami, ndani yake kulikuwa na roho ya ushawishi. Kwanza alikuwa ni mtu mwenye cheo, lakini zaidi ni mtu ambaye alikuwa na maisha yake mazuri. Neno la Mungu linasema alikuwa ni mtu mkubwa mwenye cheo. Lakini ukafika wakati watumishi wa Mungu wakina Elisha walipokuwa wanapita, siku zote anawaona wanakatisha, wanapita mahali hapo, akamshawishi mume wake kwamba, mume wangu, huyu mtu au watu wanaopita mahali hapa kila siku, na mimi hao ni watumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Akasema hao ni watumishi wa Mungu, kwa nini tusiwatafutie chumba, tuwatengenezee na meza, tuwawekee na kitanda mahali hapo, labda wanapokuja wanapita, angalau wawepo mahali hapo, wafike, au kama kuna sehemu wanaelekea. Alimshawishi mume wake. Nafasi imebeba ushawishi. Wewe kama mwanamke, naamini ndani yako kuna roho ya ushawishi. Kama una roho ya ushawishi, hata kwa ajili ya mume wako nakwambia nakupa pole. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi imebeba ushawishi. Kwa hiyo mwanamke akamshawishi mume wake. Mume wake akakubali.
Unajua wanawake tunakuwa na lugha zile ambazo za ushawishi. Lazima tuwe na lugha ya ushawishi. Sio mwangu hivi na hivi. Sivyo tulivyoumbiwa. Lazima tuwe kama mwanamke yule wa Mithali 31. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuwe kama mwanamke yule wa Mithali. Kwa hiyo tunamwona Mshunami zaidi anamshawishi mume wake. Anamwambia tunaweza tukatengeneza mume wake alipokubali. Wakina Elisha walipopita mahali pale, lakini ikafika wakati wakasema tufanya nini kwa ajili ya hii nyumba? Unajua nafasi zaidi imebeba ushawishi. Ule ushawishi kama ni ushawishi wa kumtukuza Mungu, kama ni ushawishi ambao ndani yake kuna Mungu, nachokuambia Mungu anafungua milango ya baraka. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona huyu mwanamke akamshawishi mume wake, lakini ukiendelea kusoma tunaangalia, tunajifunza nani Elisha anasema tumfanyie nini huyu mtu? Tufanye kitu gani? Hilo alifanya ni tendo jema. Mwanamke mbaptisti lazima afanye tendo jema. Hata kwa ajili ya watumishi, Bwana Yesu asifiwe, lazima afanye tendo jema. Hilo lilikuwa ni tendo jema. Hiyo ndio kauli yetu mwaka huu tunakwenda kumaliza baptisti, kwamba ni kauli letu ni kufanya tendo jema. Huyu mwanamke akamshawishi mume wake. Alipokubali, yule mtumishi akasema sasa tuko mahali hapa, hao watu wametutunza, wametutendea mambo mazuri, tufanye nini kwa ajili yao? Yeye akasema hakika na mimi hawana mtoto. Kuna wakati mambo yetu mengine yanaweza kuwa yasiende, tunahitaji kumgusa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kumgusa Mungu katika hali ya tofauti. Sio mwanaume, sio mwanamke. Kuna mengine yanakuwa yamekwama, yamefungwa. Nachokwambia utoaji wako unaweza ukafungua milango. Huyu mwanamke alikuja kufunguliwa tumbo lake. Jeza aliposema hakika huyu mtu ana mtoto, kwa hiyo yule akamwombea. Alipomwombea, Mungu akamfungua tumbo le mwanamke ambaye alikuwa na cheo, alikuwa na pesa, vile alivyokuwa navyo halikufanya kitu chochote. Lakini mtumishi wa Mungu alipoingia nyumbani mwake, na yeye mwenyewe alipokubali kutumika na kutenda tendo jema, Mungu alifungua milango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wanawake tujifunze kwa mwanamke Mshunami. Lazima tujifunze kwa mwanamke Mshunami. Watu wengi waliotenda matendo mema tutaangalia. Mungu anafungua milango kupitia kile tunachokifanya. Ikiwa ni kwa ajili ya utukufu wa Mungu, Mungu hawezi kutuacha. Bwana asifiwe. Hawezi. Mungu hawezi kunyamaza. Tunachojua yeye halali usiku na mchana. Anyamazi. Mungu anatuwazia mema, na kuna wakati anataka tuone tumechukua hatua na kutenda. Tunapofanya, Mungu ndipo anajitukuza, anaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nafasi imebeba hatima ya wengine. Mungu anapokupa hiyo nafasi, uwe nacho usiwe kwa nacho. Mahali unapokuwa, tambua kwamba nafasi uliyokuwa nayo, pengine hiyo ya kuita mama tu. Unajua mara nyingi sisi tunaweza, mimi nakumbuka kipindi kile tumeanza huduma, mahali pale ndio kwa hiyo uji wenyewe kuupata ni shida. Tulikuwa na mshiriki wetu mama mmoja, mume wake alikufa. Huyo mama alikuwa ni Muislamu, akaokoka. Naye alikuwa ni mdhaifu. Alipookoka, tena kipindi hicho mchungaji hayupo, anaenda Uganda. Mama yule akafa. Alipokufa akaacha watoto wawili. Mmoja mtoto yuko darasa la 4, mwingine yuko la 6. Sasa yule mama kabla hajafa alikuwa anasema, mama, watoto wangu wao. Yeye ametoka upande wa Waislamu.
Mume wake alikuwa ni Mkristo, lakini mume wake alikufa siku nyingi. Kwa hiyo mama akabaki, lakini wakati anaumwa akaja kuhitaji maombi, ndipo alipookoka. Alipookoka tu amekaa kidogo, mama yule akafa. Tulizika wenyewe. Nakumbuka kipindi hicho mchungaji Duni alikuwepo. Tulimwita mchungaji Duni, akaja na mchungaji Kayoka, wakaja wakafanya mazishi, mchungaji hakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Maisha ni magumu. Hata ile yenyewe ya kupata uelewe. Kuvaa kwenyewe ni shida, hata kikanga kukivaa shida. Wewe ni mama mchungaji, hata kusema natoka naenda sehemu fulani huwezi. Lakini unahitaji kuwachukua wale watoto, ukae nao. Na wanasoma. Wanahitaji asubuhi wanapoenda shule uwape nauli. Walikuwa wanasoma Tabata hapa juu. Uwape nauli waende shule. Watu wa Mungu. Mimi sikumpigia mchungaji simu. Nikasema sasa tunafanyaje? Kawaambia wazee wa kanisa waliokuwepo. Mama yao alikuwa anasema hivi. Kanisa wakasema tutawasaidia. Kanisa lenyewe ni dogo. Hamna kitu. Naona tu sisi wenyewe ni shida. Nikasema ngojani wachukue kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Nikasema ngojani wachukue kwa imani. Kuna mambo mengine unaweza kufanya wale hawawezi kukulipa, lakini Mungu ana njia nyingine ya kukulipa. Watu wa Mungu, unapotenda tendo jema, usitegemee yule aliyomsaidia, pengine ndiye atakayekusaidia, lakini zaidi unapotenda tendo jema, tambua Mungu yupo, yeye ndiye anayeweza kukusaidia wewe. Wakina Ana na Joy. Sasa ubaya wake, Joy anafika darasa la 7 akafeli. Inabidi tuanze kuangaika. Tunaenda baptisti pale, mchungaji akaenda baptisti. Wakatusaidia, angalau tukawa tunatoa kidogo, lakini zaidi akasoma maarifa mpaka form 4. Ana mwenyewe akafanya vizuri. Akafika mpaka form 4, darasa la 7 akafeli mara. Naye tukampeleka hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Kipindi hicho tunawachukua wale, ndio kipindi ambacho nimemchukua Felista. Na mimi wote mnamfahamu. Ndio kipindi hapo tunashuhudia mitaani. Feli tulimkuta kwa kakake mmoja, lakini tukamshuhudia. Anakuja pale, lakini kila anapokuja unamuona kama ana majonzi moyoni. Nikamwambia njoo unielezee mambo yako. Akaniambia, aliponiambia nikamwambia unaweza ukakaa na mimi? Akasema niko tayari. Lakini hapo unamuita mtu uweze kukaa na wewe, lakini hujui hata kesho utakula nini. Nikasema Mungu unajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Naye nikamchukua, tukaanza kuishi naye. Mara tukampeleka sehemu fulani, mara hivi. Maana mimi nilimshikisha mchungaji, mwanamke amejaa roho ya ushawishi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji nikamwambia tu, mchungaji Biki ni hivi na hivi na hivi, kwani tusikae naye? Kasema sawa, ikiwa wewe umekubali. Unajua, ikiwa mwanamke umekubali, hakuna shida. Nikaanza kuishi naye. Lakini ninachowaambia, nilipoanza kuishi nao, Mungu alikuwa anafungua milango ambayo bila kutegemea. Tunashangaa mtu anakuja, sio kanisa. Kanisa halina kitu, lakini Mungu anatuma kunguru. Unapotenda tendo jema, anayetumia kunguru watakuja kukulisha wewe. Unajua Mungu ana njia ambazo zimekaliliwa. Mungu akaliliwi, leo aweza kufanya chochote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ninawajibu kwa sababu ya watoto. Nikisema vile shule wanasema mama ninakutumia. Nikisema jamani nahitaji kuchona nguo, mama uko wapi? Mama naenda naona. Mama unaenda lini? Ngoja nikuongezee nauli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wanaofanya hivi watoto wangu wazaa kutoka tumboni, lakini ni wale ambao niwachukua nikatenda tendo jema kwa ajili yao. Mungu hakuniacha na nimewawezesha wengine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana
na roho mbaya ndani yako. Sisi tumeokolewa, Mungu ametusafisha, ametubadilisha. Hatuna kama zamani. Hata kama unaangalia mazingira, unachua mazingira yasikutishe katika kutenda tena. Na Mungu hahitaji kile ambacho una wewe, anataka kile ulichokuwa nacho. Bwana Yesu asifiwe. Hataki kile ambacho una. Hata kutoka kwenye utoaji wengine anakuambia mimi sina. Wewe ni mtu wa kulalamika kila siku. Unalalamika. Wanawake lazima tubadilike. Lazima tutende tendo jema ndani ya kanisa. Tutende tendo jema kwa ajili ya jamii wanaotuzunguka. Tunahitaji kuonyesha mfano, waone Kristo ambaye yuko ndani yetu. Waone kwamba ni wapekee na watofauti. Unajua wale watoto ndugu zao walikuweka mbali upande wa Waislamu. Wakija pale nyumbani mpaka wanatetemeka. Nyinyi ni watu wa tofauti. Nyinyi ni watu wa tofauti. Nikasema huyu achui. Aliyekufanya tuonekane ni watu tofauti ni Kristo. Kristo ndiye anayetufanya kuwa tofauti. Pengine tusije kuwa ndani ya Kristo, tusije kuwa hivyo, lakini mara nyingi neno linatupika, neno linatuchonga, neno linatutengeneza. Ukikubali neno likutengeneza, haitakuwa mtu wa kawaida. Uchoro ndani yako utakuwepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona ushawishi. Hata tunaweza kusema kwamba niliposema juu ya ushawishi, lakini kasema juu ya hatima ya wengine. Tunamwangalia huyu Yusufu, ndugu zake wale waliomkataa, lakini hao baadaye akasema nyinyi mnaonekana kama nyinyi mlikusudia mabaya, lakini kumbe Mungu alinikusudia mema kwa ajili ya kuwahifadhi nyinyi. Kuna wakati nachokwambia nafsi imebeba hatima ya wengine. Imebeba hatima ya wengine. Tukirudi hata kwa ajili ya Esther, kusoma ile Esther 4 kuanzia ngapi kuendelea, tunaona nafasi aliyokuwa nayo Esther zaidi ilibeba hatima ya Wayahudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mambo ya kusaidia ili tusimame kwenye nafasi zetu katika utumishi. Jambo la kwanza, jitambue kwamba wewe ni wa thamani sana. Jitambue kwamba wewe ni wa thamani. Ukishajitambua, simama kwenye nafasi ya kumtumikia Mungu. Uwe ni binti, uwe ni kijana, uwe ni baba, uwe ni mama, tambua kwamba wewe ni mtu wa thamani sana. Acha kujidharau. Ninawashangaa wengine anajidharau. Lazima tukae kwenye nafasi. Lazima tuishi maisha ambayo ni ya hofu ndani yetu. Tunapoendelea kumtumikia Mungu katika kila moja aliyoitwa, lazima uwe na hofu ya Mungu ndani yako, kwa sababu yupo aliyechinjwa, akamwaga damu kwa ajili yetu, akatununua sisi. Wengine pengine hatukustahili. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama wengine kama ndio tulikuwa wa kwanza hata kufungua milango ya wokovu kwenye familia. Bwana asifiwe sana. Mimi nikifika hapo na mtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kwa yupo aliyemwaga damu kwa ajili yetu. Lazima tujithamini. Kama ni kufanya kazi ya Mungu, fanya. Kama utafanya tena, maana kesho si yako. Unajua kesho ni ya Mungu. Tunahitaji leo kufanya mapenzi yake. Tunahitaji leo kutembea kwenye mapenzi yake. Tunahitaji leo kukaa kwenye nafasi zetu. Tunahitaji leo kumtumikia Mungu kwa matendo mema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali ambapo Mungu amekuweka au amekupa eneo hilo, limebeba baraka zako. Litumie vizuri. Neno la Mungu linasema mahali popote tutakapokanyaga nyayo zenu nimewapa, hapo ni penu. Mungu anaongea na Yoshua, anamtia moyo Yoshua, anamwambia uwe hodari na moyo wa ushujaa, anamwambia usiogope, maana wewe ndiye utakayewarithisha hawa watu. Mungu alitaka pandikize, ajaze ushujaa ndani ya Yoshua, ili anapowachukua wana wa Israeli, maana walikuwa na mioyo migumu sana. Akasema uwe hodari, maana mahali popote utakapokanyaga nyayo zako, hapo nimekupa ni pako. Usiogope. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu, maeneo ambapo
Mungu amewapa. Hapa ni penu ambapo Mungu amewapa. Hapa ni penu. Kwa hiyo mahali hapa, nyayo zenu ziko mahali hapa. Kila wakati mnakanyaga mahali hapa. Mnahitaji kupatumia vizuri. Kila mmoja kae kwa nafasi yake kama kiungo. Unajua sisi ni viungo ndani ya Kristo. Kila mmoja hana kujidharau. Uwe chochote, ujui kuimba, ujui kufanya nini. Wewe ni kiungo ndani ya Kristo. Unaweza kuja kusaidia. Hakuna mtu ambaye atakusaidia. Unaweza kuja kufanya chochote. Unaweza kufanya kwa watumishi. Maana wewe ni kiungo ndani ya Kristo. Neno la Mungu linasema kwamba sisi ni viungo. Kila viungo vyote vinahitajika. Hata kile kinachoonekana ni dhaifu, akielekea kinahitajika. Hata unajiona wewe ni dhaifu, unahitajika mahali hapa. Ni pako Mungu amekuweka mahali hapa. Unategemea nyayo zako. Mahali hapa ni pako. Tumika kama Mungu tumikatie. Tuache kulegalega. Tuache kutega. Wanawake tuna tabia ya kutega. Tuna tabia ya kutega. Atafanya fulani. Viongozi ndio watafanya. Watu ndio waamini. Ikiwa umeshirikisha mambo ya Mungu, sema hili hapa ni langu, Bwana asifiwe. Sema hili ni langu. Tunamwona mtu mmoja ambaye ni Dorcas. Dorcas alikuwa anafanya kazi zake. Anawasaidia wajane, anawasaidia maskini, anawasaidia watumishi na watunia nguo, anawapa watu wanao. Unajua, sio kwamba alikuwa ni tajiri. Neno la Mungu alisema hivyo. Kwamba Dorcas alikuwa ni tajiri kwa sababu ndani yake kulikuwa na Mungu. Ile tendo jema aliyokuwa analifanya lilisababisha kufufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapofanya tendo jema, Mungu atakuangalia. Mungu atakutazama kwenye maangamizi yako. Mungu atakuacha, zaidi atakufufua. Atavifufua vilivyokufa. Atavifufua vile vilivyokufa. Nachokwambia, simama, acha kulegalega. Sema hili ni langu. Wanaposema kutoa, sema hili ni langu. Wanaposema kufanya, sema hili ni langu. Katika hali yako ile hiyo, Mungu atakubali. Anataka ulivyokuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tutakutenda tena. Hakuangalia nini. Akasema nitafanya. Watu watainua nini kwako? Watasema nini kwako? Wengine wanamuonyesha Petro nguvu. Au wanakuja, tunaomba Mungu wako tumpe Petro amfufue wetu. Alikuwa ni mtu wa maana. Ndio maana mtu kama yupo kanisani anayefanya vizuri, ukisikia amehamia sehemu fulani, unajua upande wa watumishi ndio inauma. Maana hata kama atakusaidia, atawasaidia kanisa, ni kwamba unajua fimbo ya mbali hayupi nini? Tofauti pengine na vile alivyokuwa anafanya zamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Tunahitaji kumgusa Mungu. Tunahitaji kumgusa Mungu. Dorcas alimgusa Mungu kwa kutoa, kwa kusaidia, kwa kufanya tendo jema. Wanawake tunahitaji kumgusa Mungu kwa vipawa tulivyokuwa navyo. Kama una kazi, anza kufanya biashara yoyote. Usijipoteze kukaa nyumbani. Atafufua afya zetu. Atafufua kazi zetu. Atafufua chochote kile. Mabinti simameni. Mwangalieni Mungu. Fanyeni kazi ya Mungu. Na nyinyi wanawake, ni wanawake jitoweni. Mungu anawatazama kutoa kwenu. Anawaangalia kutenda kwenu. Mnapofanya, Mungu hawaachi. Lazima timize kusudi lenu. Wengine watu wanaosoma, simama kwenye nafasi yako kama mwanafunzi, kama mwanachuo, kama mfanyakazi, kama nani. Simama kwenye nafasi yako. Hata ukiwa binti, unaposimama kwenye nafasi yako, Mungu atakutazama. Bwana asifiwe. Mungu atakutazama. Kama mchungaji, tunaenda kumshukuru Mungu. Karibu. Tumshukuru Mungu. Baba mtakatifu, Mungu mkuu sana, Mungu wa huzuni. Nakushukuru kwa shukrani. Asante kwa kila mtumishi wako wetu ambao umeleta kiburi katika madhabahu. Baba yetu na Mungu wetu, asante ambapo umetutumia kusema. Asante Mungu wa mbinguni kwa sababu neno lako ni kweli tena.
Asante Mungu wa mbinguni, kwa maana unasema kwamba yeyote mtendaye na Mungu na uwe na bidii ukachunguza. Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu ukaturehemu na kutuhurumia pale ambapo Mungu umetuita katika nafasi mbalimbali, lakini tumefanya kwa ulegevu. Neno lako linasema katika Yeremia 48:10, alaniwa afanye kazi ya Mungu kwa ulegevu. Baba yetu na Mungu wetu, umetupa nafasi, katurehemu na kutuhurumia, ukatutakase kwa damu ya mwanao mpendwa Yesu Kristo. Siku hii tupe kusimama katika nafasi hii Bwana, tukaitende kazi yako baada ya mchana. Tujue ni neema tu Mungu umetupa. Miezi 10 umetulinda, ni kwa neema. Miezi 2 ndio basi iko mikononi mwako. Baba, katusaidie tukaitende kazi yako kwa nguvu. Miguu yetu na magoti yetu yakatiwe nguvu, tukafanye kazi yako Bwana. Sasa na neno lako Bwana